Nilikuwa naishi, naona ni maisha. Jamani, nimekunywa pombe, nimefanya hivi, kunywa bia, kazi konyagi nilijaribisha. Sikujua nafanya kosa. Nilikuwa nalegea mwili, nasikia raha kule kulegea. Nikicheza disco wakati nimelegea nilikuwa naona sawa. Siku moja nilienda viwanja vya wahubiri. Nisikia mtu anatangaza sema, "Mtumishi wa Mungu Moses Kulola atakuwa mjini hapa, atahubiri habari njema na wenye shida wote wataombewa." Nikasema, mtumishi wa Mungu? Mimi nafahamu mtumishi wa serikali, najua mtumishi wa nyumbani, lakini sijawahi kusikia mtumishi wa Mungu. Hilo tu lilisababisha nisogee. Nikahisi labda anatoka juu. Nikasogea, nikakaa mbali kwenye mwembe, nikaangalia namna hii. Wanacheza nyimbo zinaimbwa. Jamani, kama kwaya ikawa kwaya ya watakatifu ikiimba, kuna raha isiyo ya nje, raha ya ndani ya msikilizaji. Kwa hiyo nikanogewa na zile kwaya zao wanaimba pale. Niko dada linaimba, lina solo. Ni maandiko yanasema kwamba siku za mwisho zikikaribia. Hawakuwa wanafanya hii, hawakuwa wanafanya, hamna. Hii kizidi inatusumbua. Mimi niliona mtu ametulia, anaimba, "Ni maandiko yanasema kwamba siku za mwisho zikikaribia." Nikasikia nywele zangu zinasimama. Nikasema, uwanja ukoje? Kidogo ngasikia yule mtu anayeongoza ile ibada akasema, "Tunaomba wale ambao mko mbali msogee, alafu wale walio mbele wasogee nyuma kidogo. Tunataka kumleta kwenu mtumishi wa Mungu." Nikaanza kusogea kutoka kwenye miembe. Kinachonsogeza, nataka kumuona mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo niliposogea, nikataka kujua mtumishi wa Mungu atakuwa nani katika wale watu walioko pale. Nikasikia, "Baba askofu, karibu endelee." Akapewa askofu wa kanda, wakati huo mimi sielewi. Nikasikia, "Kutano, Bwana asifiwe. Mtumishi wa Mungu yuko tayari, nataka kumleta. Naomba sasa tukae mara moja, tukae chini tutulie." Nikaona watu wote wanateremka kwenye majani. Nikabaki mimi kule kwenye mwembe. Alafu nikasimama. Naona linasimama libaba limoja lizee, linakuja kwenye madhabahu linakuja. Nikaliangalia, anawezekana natoka juu. Sio mwenzetu tu huyu hapa Tanzania huyu. Niliposimama, nikasikia, "Tusome Mathayo." Alipokuwa anasoma Mathayo, nikasikia kule nyuma, nikasikia kuna matatizo gani? Pepo wanabebwa, wanapelekwa kwenye magunia kule. Naangalia, anabebwa, anapelekwa kule. Naangalia. Nikasema, kile kitabu alichokisoma ni kitabu. Yeye anasoma kitabu gani? Alafu kinauzwa shilingi ngapi? Maana nataka nikijue, naenda kukinunua. Kumbe ni mpaka niokoke.